Hivi wewe na yule Jacqueline mmezaliwa vipi mahusiano yenu? Kwa sababu mama yako aliniambia Jacqueline ni mtoto wa dadake, baba mmoja mama mmoja, na dada yake amefariki. Kwa hiyo Jacqueline maisha alimlea, alipotoka hapo mpeleka Kenya masomoni, akulia huko Kenya. Kwa hiyo wewe naona utanifungulia mama mkubwa. Hayo yote ulioambiwa ni ya uongo. Mama, kama unavyojua kupenda pesa, Jacqueline na wazazi wake tena wote wawili wako hai na wanakaa huko kijijini kwao. Hata huyo mwanao Roja, pesa ya mahari aliyotoa mama yangu mimi ndo alipokea. Lakini mama yote hayo anayafanya kwa sababu anatamaza pesa, na wala sio mzazi wake na Jacqueline, wala hata undugu hatuna. Yaani Kiki, ninachokwambia na uongo huo alioongopa lazima nimtie kinywani, nitamtia adabu, nitakwenda kukoko kwake kumpa mkwaju live bila chenga. Hayo yote yani, hata ukifanya hivyo haitasaidia chochote. Kama unavyomjua mama, ni mtu ambaye hana tabia njema kabisa kwenye amali ile Tanzania. Lakini mkubwa, mimi naona uachane nao, alafu tuangalie yeye na huyo mshirika mwenzie Jacqueline. Mambo yao wanayofanya ataishia wapi? Lakini ukisema eti utoke hapa mwanze kugombana sijui, kwanza utaharibu na utawapa ujasiri wa kuanzisha mbinu nyingine mpya kabisa. Msho umpoteza hata huyo mwanao Roja. Alafu mama, mimi nimetoka huko kote na jambo langu muhimu nataka kukuambia. Mkubwa bwana, mimi nimepata mchumba. Na mchumba huyo anataka kunioa. Na kwa jinsi nilivyomtizama, nahisi anafaa kabisa kunioa na yuko serious na hili. Kwa nikaona sio vyema nikae nalo tu moyoni. Nikaona nivuke safari nije kwa mamangu, najua utanishauri mambo mema. Maana nikasema sio vyema niache kuja kukuambia mamangu. Kwa hilo mwanangu, hongera. Hongera sana. Isipokuwa tu ninachokuasa kwenye hii, mama yako ukimshirikisha sana kwenye hili, ujue atakuharibia kila kitu. Si unamjua alivyokuwa kizomwa? Si unamjua alivyokuwa jibua asiyejijua? Mwanamke asiyejielewa. Si unalijua hilo? Kwa hiyo muangalie sana kwenye ndoa yako mwanangu. Sawa ni mama yako, lakini uangalie jinsi ya fanya nini? Ujue jinsi ya kuishi naye mama yako. Maana unamfahamu vilivyo. Si unanielewa? Kwa hiyo kwa hilo mimi tuko pamoja, usiwe na mashaka, utaolewa na nitakuelekeza mambo yote. Yale ya mwanzo yaache huko, nitakuelekeza mambo ya kuishi na mume na utakwenda kuishi naye mwanangu. Wala usiwe na wasiwasi. Hata mimi kwa hili kuondoa shaka. Siwezi kuruhusu hata kidogo mtu yoyote yule aniingilie tena kwenye maisha yangu au kwenye maamuzi yangu mimi. Yaani siwezi kukubali. Unajua mama amenikosea sana. Lakini mwisho wa siku yule ni mama yangu tu. Nitampa nani? Ni kibaya ni kizuri, lakini chako ni chako tu. Kwa hiyo usijali kwenye hilo. Nitajitahidi kujisimamia mimi mwenyewe bila kumshirikisha mtu yoyote ambaye nahisi huyu ataniharibia maisha yangu. Basi hilo halina neno. Nikwambie tu asante sana mama kwa kuwa pamoja na mimi kwenye kila jambo. Usijali, tuko pamoja. Mama. Lakini sasa hivi unaishi wapi? Nasikia bado umetoka. Ni kweli. Kwa Jacqueline niliondoka muda tu. Ila kwa sasa niko kwa rafiki yangu anaitwa Sara. Unaishi? Naishi kwa Sara tena? Ndio. Mimi hapa mwanangu naishi peke yangu. Umeshindwa kutoka huko kuja kuishi hapa. Si tungeishi yote mwanangu. Una tatizo gani? Hapana mama. Tatizo lipo.
Ningesema nije hapa kwako, ningekuletea wewe matatizo na mama yako. Na mimi mamangu namjua vizuri. Angegundua tu kama mimi naishi hapa, basi msingeelewana kabisa. Mimi sihitaji mgombane, nawapenda hata kama ana mambo mabaya, lakini ni mamangu, utamwachia nani? Mwiba unaweza kukusumbua, mwiba Sina neno, nimekuelewa tu vizuri. Haya mamkubwa. Mwiba unaweza ukakua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza kukutoa uhai, mwiba. Samahani kama nitakuwa nimekuvunjia heshima kwa kukuleta sehemu kama hii. Mangula bwana. Hata usijali. Wewe kwa na amani. Kiki, unajua wewe ni mrembo sana. Hivi unaweza ukaniambia ni sababu gani imepelekea kupitia changamoto zote zilizonigusia? Kiufupi naweza nikasema mimi mwenyewe ndio ndoa kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa sababu nilimpa nafasi kubwa sana mama kwenye ndoa yangu. Bila kujua kwamba ni madhara gani atakayopata. Kitu ambacho kimepelekea ndio kikweli nilikuwa nampenda sana. Lakini ndio hivyo, siwezi kuwa naye tena. Sasa hivi napitia mambo. Ila sina budi kukubaliana na haya yote nawapitia. Chanzo ni mamangu mimi mwenyewe. Pole sana Kiki. Naamini utakuwa umejifunza vingi sana kwenye ndoa. Kwa sasa inabidi usimame wewe kama wewe, kwa sababu hakuna tena mtu yoyote anaweza kukutetelesha kwenye maisha yako. Kiukweli nimejifunza vingi kupitia mimi mwenyewe. Kwa siwezi kuruhusu hata siku moja mtu mwingine aje aniambie maamuzi ya maisha. Nitakaya kile ambacho naona kabisa. Kabisa. Ila vipi kuhusu hivi? Nataka nikuulize wewe, mtu mzima kisheti akipendezi mpaka kitue sukari, familia yangu naitakia nini? Maanake ninakutizama sana kwenye familia yangu, unapenda kunifatafata, unataka kulisi familia, si ndio? Sasa nakwambia vipi, huu mti mkavu au chimbwi dawa upo, fanya unayofanya, fitini unavyofitini, filigisa unavyofirigisa. Yaani mimi ndo mama Kiki originali. Upo, ukiwasha na kueshea, ukichoma na kuchomea. Si unanielewa? Yaani nitizame vizuri mbwa wewe. Yaani mimi kichaa kuliko unavyonifikiria. Tena mimi mwenda azimu niloshindikana. Upo. Kwa hiyo maneno yako na hizo ngebo zako, tuliza boli bibi. Pila pasi. Mimi nipa naomba kuuliza kitu kimoja. Hivi unajitambua vizuri wewe? Huyu ni mwanamke nuksi, mwanamke mbaya fedhuri, usiyokuwa na aibu. Hakuna mwanamke nuksi kama wewe. Sasa kwa taarifa yako, ulivyovifanya vyote navijua na vifahamu, viko hapa. Utanidanganya nini tena? Unacha kunidanganya? Unacha kuniambia? Utabaki hivyo hivyo, tutajua mimi na wewe mbivu iko wapi, mbichi iko wapi. Mke wangu mimi nilikuwa nikimpenda sana, naye alikuwa ananipenda sana, ila kwa bahati mbaya nilitokea kidogo changamoto, niliteteleka kidogo kifedha. Si unajua tena nyinyi wanawake, mwanaume akiwa hana hela ndio hamwezi kumsikiliza kabisa. Ndio hicho kilichompelekea mpaka yeye kunitoroka na kwenda kijijini. Pole sana. Lakini usishangae, kwa sababu sisi wanawake wa sasa tunajali sana pesa kuliko wote. Kitu ambacho tunafanya tunasahau hadi maadili yetu.
Kiukweli wanawake siku zote tumekuwa tukipenda pesa kuliko kujali thamani ya mtu. Unaweza ukamwacha mtu ambaye anajua thamani yako na kujali na kukuheshimu kwa sababu tu ya pesa. Kwa hiyo usijali. Hizi zote ni changamoto za maisha. Ni changamoto zinazokuwa sisi binadamu. Hatuna budi kukabiliana. Kwa hiyo mshukuru Mungu na atakupatia mwanamke mwingine na mtaishi tu na atakupenda na kukusimamia zaidi ya huyo aliyekuwa amekupenda mwanzo. Nashukuru sana kusikia hivyo Kiki. Ni wanawake wachache wanaotambua kwamba kuna kukosa na kupata. Kuna wanawake wengine hawajui, wanatumia chance kwamba mwanaume akikosa yeye anakwenda kufanya mambo yake. Ila kwa sasa sijuti sana kwa yeye kuondoka. Unafikiri angekuwepo wewe, mimi ningekuona wapi? Pengine tungeonana tu sehemu nyingine. Isingekuwa rahisi. Unajua kitu anachokipanga Mungu binadamu hawezi kukitenganisha. Naamini kabisa yeye alikuwa sio mtu sahihi kwangu. Mungu bado hajaona, akiona atanionyesha mtu sahihi kwangu. Usijali bwana, mandhari ziko hai tunapumua, basi hakuna kilichoharibika. Ila kwa sasa kidogo nakuona una furaha, unatabasamu, sio kama vile mwanzo ulikuwa unakaa na mawazo unakasirika, lakini sasa hivi naliona tabasamu lako. Ni kweli nina furaha kwa sababu nimejifunza vitu vingi kwa kukutana na wewe. So lazima niwe na furaha. Unajua unapokutana na watu tofauti tofauti unabadilishana mawazo. Pia unajisikia kidogo amani ya moyo. Nasikia furaha kusikia hivyo. Acha tuendelee kunywa. Nilikuwa unajifanya sijui nani mwanao yule. Nimeshajua kama yule sio mwanao na ana wazazi wake kijijini. Wewe umeyatoa wapi hayo? Eti yule mtoto sio mwanao, ana wazazi wake vijijini. Nisikilize Limata, huo mdomo wako yani tizama unachokiongea na tizame hivi sasa hivi unaongea na nani. Umenielewa? Mimi Hafsa upo, nataka nikwambie vipi, kama unaamua eti kuchonga chonga mdomo wako na kuongea ambayo maneno yasiokuhusu, yani kama unavyofikiria, Roja wewe hawezi kukupa chochote, na Roja tambua tumemweka hapa na tumempandia mpunga huko. Upo, yani utaroga, utakwanga, mwisho utabagwa manyanga. Na mimi ndo mama Kiki, yani wengine photocopy na tibu mange na vidudu upande. Yani hizo tantalila zako hazinishughulishi wala hazinipandishi kisukari. Upo nyonyo? Nakwambiaje, mimi Roja ni mtoto wa kaka yangu. Umenielewa? Sasa nataka kujua mimi na wewe nani atakuwa na Roja karibu. Wewe ambaye una mahusiano naye au mimi shangazi yake aliyozaliwa na babake? Anakupa maumivu makali yoyo. Na kuuliza wewe. Ni hatari yoyo. Ibua usijijua wewe kulala na mwanamke usiokuwa na haya fedhuli. Na sio siri, tuangamia vibaya. Binadamu wamejawa na chuki na vingi visasi, wanaweza kukupa mkuki ukachome mishikaki. Mwiba unaweza ukakua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza kukutoa uhai. Mwiba unaweza ukakua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza kukutoa uhai. Mbona umepinda kiasi? Niko sawa. Sana kinani umejifundisha kama hivi? Ila sawa. Mbona huko ndani sio ndio na wala nini? Mimi Sikiliza Kiki. Hivi ni mwanamke gani? Umeachika. Mwanamke gani anaoachika afu anachaguliwa? Wewe ndio wa kwanza
uone. Sikiliza nikwambie, au mwangu hamna masufuria. Masufuria yangu nimeenda kuyauza mnada ili nipate mtaji wa kuongezea kaleka kikanga. Sijui umenielewa? Sasa kama ni swala la kwa nini usitafute kidogo hata tukasaidiana? Niko kuuza hiyo ndani. Sasa nikupe nini? Hiyo kidogo kidogo tafuta wewe. Nakupa masufuria. Umenielewa? Alafu kuanzia leo na dakika hii na masahani. Nataka nikwambie. Huko ndani ya nyumba hamna mtu. Chakula huko na huko. Kwa ufupi tu sasa. Unasema kula polisi, kulala magereza. Sasa na mimi msemo wangu. Kula polisi, kulala Oh, maumivu ya usaliti yanachoma moyoni. Unayempenda riziki, nachofanya haoni. Anakupa maumivu makali yoyoyo. Unaweza upate jibu, ni hatari yoyoyo. Utapeli unakithiri kwa dunia. Mwiba inauma sio siri, twaangamia vibaya. Binadamu wamejawa na chuki na vingi visasi. Wanaweza kukupa mkuki ukachome mishikaki. Mwiba unaweza ukakuua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza kukutoa uhai. Mwiba unaweza ukakuua, mwiba unaweza kukusumbua, mwiba unaweza kukutoa uhai. Oh, mwiba. Yeah, mwiba. Oh, mwiba.